Wakati Mungu ananifundisha hichi kitu, nilikuwa na hiyo shida ya kupoteza fedha. Nikiweka nikija nakuta zimepotea, na kwa bahati mbaya sana nikaanza kumuhisi mke wangu vibaya. Kwa hiyo tunaishi ndani, lakini nafikiri kwamba yeye ndo anayenipiga. Kwa hiyo nikabadilisha kitasa cha mlango, labda watoto wasiingie, mtu yote asiingie, nikaweka kitasa cha kuweka password. Lakini bado fedha zilikuwa zinaibiwa. Sasa nilishangaa, tulikuwa tunaishi Mbezi na thamani ya ile nyumba na kodi tulikuwa tunalipa vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Yaani ile nyumba ukiambiwa ulipe milioni kwa mwaka, kwa mwezi ungelipa, lakini kodi tulikuwa tunalipa ni tofauti kabisa, ni ya chini kabisa. Na nilijiuliza, kwa kodi hii ilikuweje hii nyumba watu walikuwa waishi? Kumbe ile nyumba mtu yote alikuwa anaishi mle ndani, kulikuwa kuna huo mchezo, kwa watu walikuwa wanaikimbiaga ile nyumba. Sasa nyumba ya mwenda wazimu kichaa ameingia. Sasa niko humu ndani. Siku moja nikakaa na mke wangu nikamweleza, kuna shida gani? Mbona kila nikija na hela humu ndani zinapotea? Yaani nikiweka mahali zinapungua. Mama ananiambia mimi sijui. Kwa wakati mwingine nikija ananiambia kama unaweka hela zako niambie nitoke, ili usije ukasema mimi nimegusa hela yako. Na naficha, unajua ile unaficha kwa kiwango ambacho unasema hapa ni Yesu tu. Labda parapanda ikilia wakati wanagawana nguo ndio wanawezekana wakakutana nazo. Lakini siku unakuja kutoa unakutana kile kiwango kimepungua. Siku moja nikaa nimepewa mahali shilingi milioni 1 ya mchango wa ujenzi wa kanisa. Nakutana na mtu njiani akasema, bora nimekuona mchungaji, hii hapa ya mchango wa ujenzi. Kwa hiyo nimefika nyumbani nikamwambia mke wangu, njoo, hizi hapa fedha ni za mchango wa nini? Wa ujenzi. Hebu zihesabu. Mimi nimehesabu na wewe zihesabu. Alafu nikatoka nje nikamwambia, sasa wewe zifiche wewe, asubuhi unipe hizo hela. Ushakusikia ile kama una mchawi mpe mtoto wa kulelea. Yaani kasema kama ni yeye sasa ngoja nimpe huyu mtoto wa mlee sasa. Asubuhi kumekucha, kwenye ile milioni 1 100,000 haipo. Mama analia. Nikamwambia, sasa hizi umeziweka wewe? Ananiambia, sasa na mimi ndo nimeziweka na nilizificha huku na ukuepo, lakini 100,000 haipo. Nikajua sasa hapa kuna mchezo. Roho Mtakatifu akaanza kunisemesha, sasa ujue sasa. Kwa hiyo nikatoka nje nikaja na fimbo. Mama ananiambia, nini unataka kufanya? Anaona sasa labda leo ndo tunaanza kupigana sasa, mchungaji na mke wake zinaruka sasa. Nikamwambia, hii fimbo ni kwa ishara ya unabii. Nina uhakika hakuna mtoto aliyeingia humu ndani, nilikuja usiku, tumelala, asubuhi nimeamka, cha kwanza ni hizi fedha. Na uhakika ni mimi na wewe tuko humu ndani. Kama hii fimbo nitakavyokuwa naivunja, mkono wowote unaochukua fedha zetu kwa njia za kichawi na ushirikina, ninauvunja mara 7. Kwa ile fimbo nikaivunja mara 7 nikiwa namwambia Jehova, huo mkono unaochukua hela yangu pasipo mimi kuwa na ridhaa kwa njia za kishirikina, na uvunja mara 7. Nikaivunja ile fimbo mara 7. Alafu nikachukua, nikakusanya, nikatupa, nikajiandaa, nikachukua ile hela, nikaondoka. Wakati ninafungua geti, ninatoka na gari nyumbani, kwa mbele kabisa kuna mama mmoja alikuwa yuko bombani anachota maji, bomba la nje anachota maji. Alipoliona gari langu ni kama vile alikuwa anakimbilia ndani kama kuna taarifa fulani. Kwa akaacha ndoo akawa anakimbilia ndani. Wakati anakimbilia ndani, yule mama akaanguka mlangoni. Kwa mimi nikasimama kwa butwa, nikaona amejinyanyua hivyo hivyo akaingia ndani kwake. Nikashangaa, nikapita. Sikujua. Jioni wakati narudi, kuna duka liko jirani pale la Mchaga mmoja tunamuita Mangi, kama tunavyozoea madukani kwa Mangi. Akanisababisha, ananiambia, unajua mchungaji, ulivyoondoka tu tumekufuata nyuma haraka haraka, tumekukimbilia utupe msaada lakini tumekukosa. Nikamwambia nini? Akaniambia, wewe amini, ule mama pale jirani yako alikuwa anachota maji, yaani kaanguka iti hapo kwenye kizingiti cha nyumba, mkono wake umevunjika mara 7. Okay, mwambie jirani yako, ungesikitika au ungefurahi?
Acha uchawi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema wabarikini maadui zenu, waombeeni wanaowauzi. Amen. Moyoni nikajua tu Mungu amejibu. Nikaenda ndani nikamwambia mke wangu, nikamwambia Mungu ameshajibu. Ile nyumba nilikuja kukaa miaka miwili, kuanzia siku ile hata shilingi 100 ikianguka inasema niko hapa Baba. Haijawahi kupotea hata shilingi. Mpaka nimeondoka kwenye ile nyumba, nimehamia kwenye nyumba yangu, sikuwahi tena kukutana na hiyo kesi ya kupoteza hata shilingi 1. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, mkono wowote unaochukua hela yangu kwa njia ya kichawi, kwa njia ya kishirikina, roho za chuma ulete, yoyote yule anayekuja kula faida yangu, fedha yangu, leo huo mkono ninauvunja mara 7 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu.